wewe Utatu Mtakatifu, na umoja usiogawanyika. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifie Yesu Kristo. Leo ni Dominika ya Utatu Mtakatifu. Karibuni tusikilize masomo na tafakari. Somo la kitabu cha Mithali, sura ya 8 aya 22 hadi 31. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale, na alitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati visipokuwako chemchemi zilizojaa maji, kabla ya milima haijakuwekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajayumba dunia, wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia, alipozipitisha mbingu nalikuwako, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilizopata nguvu, alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Nikifurahia dunia inayokaliwa na watu, na furaha yangu ilikuwa pamoja na wanadamu. Neno la Bwana. Ee Bwana, jinsi nilivyo tukufu jina lako duniani kote, duniani kote. Somo la pili. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo tumesimama ndani yake, na kulifurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Neno la Bwana. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 16 aya ya 12 hadi aya ya 15. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ningali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Neno la Bwana. Leo tunasherehekea sherehe ya Utatu Mtakatifu. Ni rahisi kushangilia kwa hisia za furaha tunapoadhimisha sherehe ya Noeli
kutokana na urahisi wa kuelewa kuwa mtoto Yesu amezaliwa, au sherehe ya Pasaka, yaani kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Liturujia ya sherehe ya Utatu Mtakatifu inawakumbusha Wakristo kuwa Mungu ni mtukufu na mkuu mno mbele yao. Amejifunua kwa njia ya nafsi tatu. Bwana wetu Yesu Kristo amezitaja nafsi tatu hizo katika Injili ya Mathayo anapowaagiza mitume wake namna ya kubatiza, anaposema, nendeni basi mkawafanye watu wa mataifa yote wawe wanafunzi wangu, kiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19. Anazitaja pia nafsi tatu hizo katika Injili ya Yohane anapozungumza kuhusu kuja kwake msaidizi. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapeni msaidizi mwingine atakayekaa nanyi milele. Yeye ni Roho wa ukweli. Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 15 mpaka 17. Kila nafsi ni Mungu, lakini sio miungu watatu, bali Mungu mmoja. Ndio maana inaitwa fumbo la Utatu Mtakatifu. Wakristo hukiri imani hiyo katika sala mbalimbali katika kuadhimisha liturujia takatifu. Sala muhimu ni hizi: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote na viwe rohoni mwako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, uwe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Pia kuna utatu usio mtakatifu ambao ni ujinga, umaskini na maradhi. Mungu hapendi mtu mjinga. Mtakatifu Hieronymini anasema hivi: mjinga wa maandiko matakatifu ni mjinga wa kumjua Yesu Kristo. Baba Mtakatifu Francisco anasema hivi: fumbo kubwa kama hili katika imani yetu ni kama mifupa katika nyama. Kama tusivyoitupilia mbali mifupa moja kwa moja na nyama iliyo juu yake, bali tunakwangua nyama yote na kuachana na mifupa, na haya mafumbo hatuwezi kuyakimbia moja kwa moja, tutafanya tuwezalo ili kuelewa kinachoweza kueleweka. Pale tutakapokwama na kushindwa, hatuna budi kupiga magoti na kusadiki. Mtakatifu Thomas wa Aquinas aliyejaliwa uelewa mkubwa wa hali ya juu wa mambo ya mhusuyo Mungu, katika wimbo tunaoimba wakati wa kuabudu Ekaristi takatifu anasema hivi: waficha umungu msalabani na ubinadamu altareni, na fahamu yangu yadanganya yanapokuona, nami nasadiki bila haya. Tomaso wa Aquinas anatupa ushauri huu: ukikutana na lolote ambalo hulielewi, ama katika Biblia au katika mafundisho ya kanisa, usiseme mambo haya hayaeleweki au yamekosewa, bali useme akili yangu ni ndogo kuuelewa ukweli huu. Fanya juhudi kuelewa utakavyoweza. Yatakayokushinda, inamisha kichwa mpaka ardhini na kusema pamoja na Mtakatifu Hipoliti kuwa nasadiki kwa kuwa sina uwezo wa kueleza, au nasadiki kwa kuwa ni upuuzi. Katika fumbo la Utatu Mtakatifu tunafunuliwa upendo, wema, ukuu, mamlaka na huruma ya Mungu katika nafsi tatu. Hivi kuna siri gani katika namba tatu? Shetani alimjaribu Yesu mara tatu. Yesu alianguka na msalaba mara tatu. Petro alimkana Yesu mara tatu. Jogoo aliwika mara tatu. Yesu alifufuka siku ya tatu. Wanawake walienda kaburini siku ya tatu, nao walikuwa watatu. Yesu alimuuliza Petro, unanipenda? mara tatu, na Petro alijibu mara tatu. Matanga huanuliwa siku ya tatu. Mafiga ya kupikia huwa ni matatu. Katika michezo, namba za ushindi ni tatu. Medali za ushindi ni tatu, yaani medali ya dhahabu, shaba na fedha. Nyakati zimegawanyika mara tatu: wakati uliopita, uliopo na ujao. Wazo, neno na tendo vinakamilisha uwezo wa binadamu, navyo ni vitatu. Kuna nafsi tatu katika sarufi: mimi, wewe na yeye. Katika kufanya mipango ya kichungaji tunaweka maanani nyakati tatu.
wakati wa mbali, wakati wa katikati na wakati wa karibu. Bado tunaweza pia kuona siri ya tatu katika haya yafuatayo. Ili kuwa na familia wanahitajika watatu: baba, mama na mtoto. Maisha ya ndoa inayodumu ni ya mapendo ya pembe tatu, yaani mume, mke na Yesu. Fadhila za kimungu zipo tatu: imani, matumaini na mapendo. Kimahesabu, moja mara moja ni moja. Mtu anapitia hatua tatu katika maisha: kuzaliwa, kuishi na kufa. Katika kukua tunapitia hatua tatu: utoto, ujana na uzee. Huwezi kusema ni watu watatu. Ukiwa kwenye safari, kuna mwanzo wa safari, katikati ya safari na mwisho wa safari. Mtu ni kichwa, kiwiliwili na miguu. Ni mtu mmoja na si watatu. Nafsi za Mungu ni tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nini maana ya tatu? Namba tatu ni namba ya ukamilifu na utimilifu. Namba tatu inawakilisha kitu kizima. Namba tatu inawakilisha kitu kizima cha kweli na kamilifu. Inadokeza uimara, uthabiti na uhakika. Katika kufanikisha mambo kuna nguvu ya wingi au nguvu ya namba. Tunaona nguvu ya wingi katika uumbaji. Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu afanane nasi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26. Ni Utatu Mtakatifu ulisema tumfanye mtu. Lakini pia ni Utatu Mtakatifu ulisema tumkomboe mtu, kwani nafsi zote zinashirikiana. Ili kufanikiwa lazima kufikiria katika msingi wa sisi. Nafsi tatu zinafikiria katika msingi wa sisi. Alisema mwandishi Lori, sisi ni sawa na nguvu. Watawa waliokuwa wanakwenda kuchota maji sehemu iliyokuwa na simba walishikana kwa pamoja na kutembea pamoja. Simba alipowaona wakiwa pamoja aliogopa. Wingi unashinda uoga. Wingi unaleta ushujaa. Simba anapotaka kumwinda nyati, kama wapo wengi, anatafuta mbinu za kumtenga mmoja na wenzake. Akifanikiwa, inakuwa rahisi kumshambulia na kumuua. Nyani wakiwa pamoja ni vigumu sana kwa simba kupambana nao. Wapendwa, katika kutatua tatizo la kutozaa la Abrahamu na Sara, palikuwepo na nguvu ya namba au nguvu ya umoja. Mgeni akamwambia Abrahamu, nitarudi kwako mwaka ujao wakati huu, na hapo mkeo Sara atakuwa na mtoto wa kiume. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya 10. Sara na Abrahamu walikuwa wamezeeka, lakini kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Abrahamu alitembelewa na Utatu Mtakatifu. Tafakari vizuri aya hizi. Bwana akamtokea Abrahamu, kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya 1, akainua macho akaona watu watatu wamesimama mbele yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 18 aya ya 2. Ni Bwana mmoja, halafu ni watu watatu. Kutatuliwa tatizo la kutozaa kwa Abrahamu na Sara ni ufunuo wa uwepo wa Mungu katika nafsi tatu. Somo la pili linatuambia kuwa tunahitaji nguvu ya Utatu Mtakatifu ili tufanikiwe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 13 aya ya 13. Mtakatifu Gregori anapozungumza juu ya ubatizo anasema, neema kwani hutolewa hata kwa wahalifu. Ukweli kuwa neema hutolewa hata kwa wahalifu tunauona msalabani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ilitolewa kwa mwizi Dismas. Tunahitaji neema ili kufanikiwa. Rais wa zamani wa Marekani George W. Bush aliwahi kusema, naamini katika neema kwa sababu nimeiona, katika amani kwa sababu nimeionja, katika msamaha kwa sababu nimeuhitaji. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo inaonjeka. Ili kuonja neema ya Bwana wetu Yesu Kristo lazima kushirikiana nayo. Mfano, kuna mtu alitaka kushinda bahati nasibu ya kampuni moja ya simu. Kila mara alimuomba Mungu kushinda. Alisali kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Usiku alitokewa katika ndoto. Yesu alimwambia, nataka ushinde, lakini nunua vocha. Alitaka naye atoe mchango wake. Ni lazima kushirikiana na neema ya Mungu. Ukisali kushinda mitihani, Mungu anakuambia soma kwa bidii. Mungu Baba amejaa upendo unaofurika.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amsadikie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Upendo wa Mungu unajieleza kwa kumtuma mwana wake wa pekee. Kutoa ni matokeo ya upendo. Hata katika matatizo kuna upendo wa Mungu. Yule ambaye Mungu anampenda anamwadhibu. Mateso yanaweza kuwa sehemu ya upendo wa Mungu. Mtakatifu Agustini alisema, Mungu alikuwa na mwana mmoja bila dhambi, lakini hakuwa na yeyote bila mateso. Kama hewa ilivyo kwa mwili wa binadamu, ndivyo Roho Mtakatifu alivyo katika maisha ya kiroho. Roho Mtakatifu yupo nyuma ya pazia, anafanya mambo, anaunganisha point, matukio na anapanga kalenda. Omba kuwa na ushirika naye. Tutumie mafiga haya matatu: neema, upendo na ushirika. Tumsifu Yesu Kristo.